mtaa kwa mtaa. Mtaa kwa mtaa online TV, moja kwa moja tunakutana na mafundi upcoming ambao wanakuja vizuri. Huyu anaitwa Omari. Huyu bwana anashona nguo za kike lakini pia anashona nguo za kiume. Kuna changamoto gani anakutana nazo? Kuna vitu gani ramsha gani anakutana nazo? Tutakuja zote kuzijua. Cha kwanza, karibu ajitambulishe. Asante sana. Mimi naitwa Omar Amri, ni fundi wa kushona, nashona nguo aina zote, nguo za kike, za kiume. Tuanzie kwenye changamoto. Changamoto inakuja, mafundi sisi tunajulikana kwamba ni waongo. Watu wengi wanaamini kwamba sisi ni waongo. Lakini nataka niwaambie kwamba wateja ndio wenye shida, sababu unakuta mteja anakuletea kazi ya 70,000 alafu anakupa advance shilingi 10,000. Alafu anakuja mteja mwingine anatoa kazi hiyo hiyo anamaliza yote kesh. Kwa hiyo huwezi kumwacha aliyotoa kesh alafu ukamfanyia aliyokupa kiasi kidogo, unaona? Kwa sababu unakuta mwenyewe labda una shida, unaona. Yes. Hapo sasa inakuwaje mtu wewe unachukua shilingi 10,000 ya mtu ili umshonee nguo, alafu anakuja mtu mwingine anakulipa hela kubwa zaidi, unaamua kumwacha yule ambaye akatoa ile hela ndogo? Kwa nini yule ambaye alitoa hela ndogo usimwambie mimi siwezi kufanya hivyo pasina kutoa hata hela nusu? Huwezi kumwambia hivyo, lazima uende naye anavyotaka na yeye pia lazima akubali wewe unavyotaka. Sasa uone kama hapo inakuwa una misimamo kwenye kazi yako? Hamna, kwa sababu mteja inatakiwa umweke kwenye mifumo yako wewe, ila asikuweke kwenye mifumo yake. Yes. Changamoto kubwa ambayo inawasumbua ni ipi? Changamoto kubwa ni ndio hiyo usumbufu kwa wateja. Wateja wanatuona sisi waongo na sisi pia tunaona kama wazungushaji, kwa sababu unakuta changamoto katika ufundi ndio hiyo. Mteja anakuletea kazi ya shilingi 100,000 alafu anakupa 20,000 umfanyie kazi, alafu anakuja mteja. Changamoto ndio hiyo, unakuta mteja anatoa kazi ya 200,000, kazi ya 200,000 anakupa shilingi 20,000, anakuambia ukimaliza kazi nitakupa, alafu anakuja mteja anakupa yote hela. Sasa huwezi kumfanya nini? Huwezi kumwacha aliyekupa yote alafu ukamfanyia aliyekupa hela ndogo. Lazima ufanye uliopewa, mradi umiliki halali yako. Sawa. Mafundi nyinyi mnasemekana ni watu ambao mnatembea sana na wanawake za watu, hii imekaje? Hii sio kwa kila fundi, kwa sababu unakuta wengine labda hisia zao hawezi kuzizuia. Unakuta mteja kaja pale na maungo mazuri, matamanio, unaona. Unakuta sasa fundi mwingine labda hajui control hisia zake, unakuta moja kwa moja yeye anazama kwenye mambo mengine. Wewe kwako imekaje? Mimi binafsi sijawahi na siwezi, kwa sababu naweza kucontrol. Yes. Ushaonga wanawake wangapi mpaka sasa? Kuhonga, tukizungumzia kuhonga kupo kwa aina nyingi sana. Kuhonga hata ukipunguza bei pia umehonga. Kwa nishahonga. Yes, nishahonga. Hii kweli kiboko. Haya, tuambie ni nguo gani nzuri ambayo unaweza ukaishona, au katika nguo ambazo ushawahi kushona ni nguo gani ambayo umeshona ukasema hii nguo kweli nimekaa nikatuliza kichwa nikashona? Ni nguo nyingi, lakini mojawapo ni suti. Yes, ni suti. Suti ambayo ulimshonea nani? Suti ambayo nilimshonea my father. Yes. Kulikuwa kuna kipindi hivi Tundaman alikupa kazi ya kumshonea nguo fulani hivi za kwenda kuzindua Simba Day, ile ilikaje? Ile ilikaa vizuri na ilinifurahisha mimi mwenyewe nilivyoiona kazi yangu. Una kipi cha kuwaambia mafundi wenzako? Mafundi wenzangu mimi nawashauri tu wawe wa kweli kwa wateja zao. Mteja wako anapokupa kazi hakikisha, ili mradi msizungushane, basi mwambie kabisa kiasi gani unataka akupe advance, unaona, au labda
wewe umebana na nguo ngapi? Yani mwambie ukweli ili mradi awe hata kama atata nini, lakini anajua kabisa mimi nguo yangu nitaipata siku fulani na itakuwa vizuri. Omari ana wake wangapi? Omari hana bado. Hana bado. Yaani imekaaje hiyo? Hana vipi? Si mwanaume? Bado. Yes. Yaani huna mpenzi? Ya bado sina. Una wale wa kununua tu? Hata bado. Hata bado. Neno moja kwa wateja wako. Nawapenda sana, karibuni sana. Fundi mwaminifu, fundi mkweli, fundi ukimwachia hela, ukimwachia mke hivyo tunavikuta salama. Anapatikana Ilala Bungoni. Mawasiliano 0757 650 600. Mitandao ya kijamii Omari Amri the Business. Ni mtaa kwa mtaa.